Leo tutaenda kuona namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza poster ya social media. Nimekuwa nakutana na beginner wengi sana ambao wananitumia sample ya kazi ambazo wametumia kujifunza, yani walivyokuwa wakijifunza kwenye prosesi zao wananitumia zile kazi. Lakini sasa kwenye zile kazi nimekuja kukutana na makosa mengi madogo madogo ambayo ni ya muhimu kuzingatia, lakini kwa kukosa uelewa au kukosa guidance wanashindwa kuelewa. Sasa leo nataka nikuonyeshe namna gani ambavyo unabidi uzingatie hatua kwa hatua ambapo unataka kutengeneza poster yako ya social media. Hii ni basic simple, itakuwa simple sana kwa ajili tu ya uelewa. Hakutakuwa na fancy things, hakutakuwa na technical zote au effects zozote zile. Hii nataka iwe simple kwa ajili ya kuweka foundation na vitu muhimu ambavyo vinatakiwa kwenye design. Sasa kabla hatujafika mbali, nataka nitatumia ChatGPT kutengeneza brief ambayo mimi na wewe tutaitumia kwenye kudesign hii poster. Sasa naomba utege masikio yako kwa makini na usikilize vile vitu vya muhimu ambavyo ninaenda kuvifanya na kuvisema kabla na baada ya kutengeneza poster yako. Sitatumia element yoyote ambayo kutoka internet kwa ajili ya speed na nini. Nitatumia tu vitu ambavyo viko kwenye kompyuta yangu tayari. Cha kwanza utafungua Photoshop yako kama unavyoona hapo. Pili, unabidi ujue kwamba hii poster, jambo la kwanza la kujua, ukishapata brief, mteja atakwambia au mtu atakwambia nataka kutengenezwa poster. Haraka tunajua poster mara nyingi ni iko ya portrait na iko ya square, yani 1:1. Sasa ukishajua kwamba hilo ni jambo la kwanza, design yote lazima unatakiwa ujue vipimo. Hakuna mtu atakayekufundisha hivi, unabidi tu ujue mwenyewe. Kipimo fulani ni cha social media, kipimo fulani cha social media. Kwa hiyo utakuja kwenye sehemu yako ya new file, utacreate pale file ambalo unalitaka. Kwa mfano sasa mimi nataka nitengeneze square. Hii ni square, yani nikimaanisha urefu na upana unalingana. Kwa hiyo hapa tutaandika 1080 kwa 1080. Nitaipa jina langu hapa demo poster. Baada ya hapo, kwa sababu hii ni poster ya online, kwa hiyo kwenye resolution hakikisha umeweka resolution ya 72 na color ambazo natumia ni RGB, red, green na blue. Na background color unaweza kaamua mwenyewe vyovyote vile, iwe white, hii utachagua wewe. Baada ya hapo unaweza ukachagua na hizi kwamba nataka working RGB. Kwa hiyo baada ya hapo unakuwa tayari umesha set up zile settings zote muhimu za kuweza kuanza kufanya design. Kwa hiyo ndio itakuwa eneo letu la kufanyia design. Na kama sio mgeni wa Photoshop, utakutana na hizi sehemu hizi ni toolbar ambayo ina vitu ambavyo vinatumika kwenye kufanyia kazi. Vingine vinakuwa kwa pembeni hapa kama kawaida. Inategemea na namna gani umeiseti Photoshop yako, au kama unatumia Canva, kama unatumia Figma, vyovyote vile itategemea na wewe mwenyewe. Kwa hiyo sasa cha kufanya hapa, unabidi urejelee kwenye brief yako. Hii ni brief kutoka kwenye ChatGPT. Nimeambia inipe brief kwamba target audience ni small business owner, inataka entrepreneur, startup na individual ambao unataka hizo service. Lakini main message ndio hiyo profession. Kwa hiyo haijalishi, utatumia tu creative yoyote ambayo unaitaka, brief ambayo unaitaka. Kwa hiyo haijalishi utatumia ipi. Kwa hiyo cha kwanza unachotakiwa kukifahamu baada ya kuset page yako, cha pili unabidi utengeneze layout. Unabidi upate picha. Unaweza kutumia peni na karatasi ukachora kama unaweza, lakini kama uwezi, kuna namna nyingine pia. Unaweza kutumia guide. Sasa njia rahisi ambayo unaweza kutumia guide ziko nyingi. Mfano unaweza nikatumia hii, nikasema cha kwanza nazingatia space ya nje, yani kushoto na kulia na juu na chini, sio sana lakini pia nazingatia. Kwa kipimo ambacho nitatumia labda tuseme 70, nitatumia 70 pixel. Hii sio lazima.
Hii sio lazima kwamba lazima iwe hivi. Hii nimefanya mimi. Itategemea na vile ambavyo wewe unataka iwe. Nitatengeneza kibox hapa kimoja ambacho nitakitumia kama guidance yangu sasa. Kama unavyoona hiki ndo kibox. Nitakiweka hapa. Nitakuja, hii ni ruler ambayo ndo inatoa guide. Ambazo guide pia unaweza kuzitoa kwenye view, ukashuka kwenye guides hizi hapa. Ukaona nataka labda nataka nitengeneze new guide au nini au new layout, naweza nikatengeneza new layout mfano kama hii sasa. Itategemea na wewe mwenyewe. Kwa hiyo sasa tuseme tuanze na njia ya kwanza ambayo nilikuwa nataka niifanye. Mfano sasa unataka kupata guide kwa haraka, unaweza kutumia control R ukaweka ruler zako. Unaona kama hivi nibonyeza control R, ruler zinatokea. Kwa hiyo nitaweka pap, nitaweka na huku pap. Alafu nitaishusha tena chini, nitaweka guide nyingine na huku chini nitaweka guide nyingine. Kwa hiyo hizi zitakuwa kama mstari wa pambizo. Kama umeshasoma shule ya msingi, walimu wa hesabu, walimu wa Kiswahili na wa English walikuwa wanapiga sana mikono kwa kutumia ruler. Kwa sababu gani? Walikuwa wanataka tuelewe. Mimi nimepigwa sana kwa ajili ya kufuatisha mstari wa pambizo, lakini nilikuwa sielewi kipindi kile kwamba kwa nini unaniambia vile, kumbe inatumika hata huko ambapo tunaenda. Kwa hiyo sasa unaona kama hivi nishatengeneza, hii ni imenipa boundaries za pembeni na juu na chini. Lakini sasa huu sio mwisho. Unabidi upangilie kwamba nataka picha ikae wapi, nataka zile social media zikae wapi, nataka kila kitu kikae wapi. Kwa hiyo nacho ni kitu cha kuzingatia. Unashusha tu ruler yako, unapiga hapa. Labda kwa mfano nataka social media zikae hapa. Hii itakuwa ni sehemu ya social media. Lakini nataka na logo, au kama kuna logo mbili nataka labda zikae hapa. Sasa unabidi uwe unatumia vipimo. Kwa mfano kama hii naweza nikaamua nikasema naipa ngapi, hii nasoma ngapi. Tuangalie kwenye properties. Ni 51. Kwa hiyo nitasema ngoja niweke kwa 50. 50 yenyewe ya niweke kwa 50. Niweke kwa 50. Hicho kidole changu cha 50 hiki. Kwa hiyo nitakizoom, unaona hizi ni pixel. Ndio maana unakuta kuna mtu anasema kuna pixel na kuna vector. Hizi ni pixel. Maana yake pixel ni viboksi vinavyokuwa vingi vikiunganika vinatengeneza picha. Lakini kwenye vector inakuwa tofauti na hii. Kwenye vector huwezi kaona hivi box. Kwa hiyo sasa nitapandisha ruler yangu mpaka hapa kwenye 50. Lakini kitu kingine cha muhimu, hizi ni hints ambazo nakupa unaweza kuzingatia. Ukiwa unapandisha hii ruler hii, kuna kitu unaweza kutumia hapa kinaitwa snipping, kwamba snap kwenye nini, kwenye grid au kwenye nini, unaweza kaamua. Kwa mfano kama mimi nataka hizi grid zangu ziwe zina snap au maneno yawe na snap, kwa utakuja utaseti kwenye sehemu hiki kwamba ikikaribia tu ina snap na inaonyesha zile ishara. Kwa mfano sasa naweka hapa, itakuja hivi. Kwa hiyo nikishamaliza hapa na kuja na upande wa chini kama kawaida, napimisha na ipandisha juu. Hapo nishatengeneza sehemu yangu ambayo nataka niweke logo, nishaweka na sehemu yangu ambayo nataka niweke social media. Lakini inakuwa inabaki kitu kimoja cha heading na picha. Sasa nasema kwa mfano sasa nikija nikiangalia center ya hii design iko hapa. Hapa ndo center. Kwa hiyo sasa kitu ambacho naweza nikakushauri, kama unaanza utaki kuwa na mbwembwe nyingi. Upande wa kushoto na upande wa kulia tenganisha. Kwamba utatumia upande wa kushoto kuweka labda hizo font na nini, na upande wa kulia utatumia kuweka element nyingine. Kwa hiyo kwa mimi sasa hapa, kwa sababu hapa ndo center, naweza tena nikapimisha, nikasema hii naipunguza mpaka kwenye 40. Hii hapa. Alafu naweka hapa, alafu naweka na hapa. Kwa hiyo nitakuwa nimeigawa design, nimeigawa hii sehemu yangu ya kazi kwa kutegemea kwa kimtindo huu hapa. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa labda nataka nifanye call to action, unaweza kuitafutia sehemu, lakini sio lazima. Kwa hiyo kinachofuata sasa, nimeshaigawa design yangu, lakini kabla sijaenda mbali, nataka pia nikuonyeshe namna gani ambavyo
unaweza ukatengeneza guide kwa kutumia system ambayo iko mumu. Natengeneza artboard. Kama hujui kutengeneza artboard, artboard ni sehemu ambayo unakuwa unafanyia kazi. Kwenye Photoshop mara nyingi kama ukianza kama hivi inakuwa haijatengenezwa. Lakini kama unataka kuwa na page zaidi ya moja, maana lazima utengeneze. Kwa hiyo utakuja kwenye hii sehemu hapa kwenye vidoti vyako vitatu, kwenye hii panel utatengeneza new artboard. Alafu ile artboard unaweza kaipa jina au unaweza kaifanyaje, na unaweza kaamua iwe na vipimo gani. Kwa hiyo ukishamaliza hapo unabonyeza okay. Nikitaka kuadi artboard ya pili, nitabonyeza hichi hapa. Itakuja artboard ya pili, itakuja kwenye view, nitakuja kwenye guides, nitasema nataka new guide layout. Hizi hapa zitatokea. Kwa hiyo unaona hizi ndio zitakuwa layout. Ukiangalia tu hazina tofauti sana na hizi ambazo nimeziweka huku. Japo hizi zimekuwa into details. Kama unataka details basi tutaenda na hii hapa. Kwa hiyo ukishamaliza hapo unaweza kusema kwa kawaida guideline ambayo inatumika mara nyingi layout ni 12 column. Lakini hapa kuna column 8. Kwa mara nyingi wanatumia 12, lakini si lazima. Unaweza kufanya hivi. Ukishamaliza hapo utabonyeza set. Kwa hiyo una hizi mbili. Kwa hiyo kinachofuata sasa ni kuanza kuifanyia kazi design yako. Naweza nikasave. Kuna watu walikuwa wanasema Photoshop haina cloud, lakini hapa unaweza ukasave kwa cloud. Ukiamua unakuja save. Hii option mbona haina? Tuachane na hilo kwanza. Ukishamaliza hapo labda niweke picha. Nianze na picha. Nitakuja nitatafuta picha. Hii nimesema natumia source ambazo ninazo tayari. Kwa hiyo sasa haijalishi hapa ninapata source gani, lakini nitatumia hiyo. Kwa mfano ninayo hii hapa. Nitaamua japo naweza nikasema ngoja nije kwenye hii hapa na search hapa kwenye woman smiling African woman holding tablet. Naweza nikatumia hii au naweza nikaingia kwenye ChatGPT. Wewe tu hapo ni wewe, unaweza kaamua. Kwa mfano hii ni mfano wa kusearch Google, lakini unaweza ukaamua ukaenda kwenye ChatGPT ukacreate hivyo. Kwa mfano sasa hapa nataka African. Utachagua picha yako. Hizi ni premium. Pia ili swala unabidi ulizingatie kwenye kutafuta picha. Kuna picha nyingine ukizigusa unaweza kujiingiza kwenye matatizo zenye copyright. Kwa sasa hapa tutaangalia picha. Unachukua muda wako. Sehemu ambayo inapotezaga muda ni sehemu ya kutafuta picha. Hii hapa ni Vecteez. Vecteez waga ni stock ya picha za bure. Unaweza kuwa unaitumia pia. Mimi nataka moja kwa moja ambayo labda nichukue hii hapa. Okay, tumepata hii hapa. Ni free kabisa. Kwa nitaenda download. Kwa wakati picha inaendelea kudownload, hii nitaitoa kwanza, nitaweka pembeni hapa. Alafu nitarudi kwenye artwork yangu, artboard yangu. Hii inabidi ni save. Kwa mfano na save hapa. Haya. Kinachofuatia sasa unabidi ujue hii poster unatengeneza kwa ajili ya kampuni au kwa ajili yako. Kama ni kampuni itakuwa na logo. Kama ina logo maana yake itakuwa na brand color zake specifically. Kwa hiyo unabidi uzingatie color specifically ya ile brand, lakini kama sio ya brand unabidi uzingatie unataka kucommunicate kitu gani kwa kutumia psychology ya rangi. Sasa kwa mfano mimi nitachukua yoyote ambayo ipo, nitachukua hii logo. Kwa mfano brand yangu logo yake ni hapa. Sawa, nitaiweka hapa. Nasema nataka ikae hapa. Japo hii space nimeweka ndogo, lakini logo lazima ionekane vizuri. Naweza nikaivuta mpaka sehemu fulani. Hizi guide zinanisaidia kujua logo inaanzia wapi mpaka inaishia wapi. Kwa mfano naweka hapa. Nasogeza kidogo ianzie kwenye hii mstari na iishie kwenye twende tujaribu tuweke hapa hiyo kubwa ya kutosha kabisa. Tuweke hapa. Kwa inapoanzia hii ndo mstari ulipoishia. Hiyo ndo umuhimu wa kuwa na guide. Haya, hiyo nimeshaweka logo. Kinachofuatia sasa nasema brand lazima iwe na maandishi, fonts, typography. Kwa inabidi ujue typography ni zipi.
na typography gani ambazo nataka kutumia kuwasilisha ujumbe wako. Kwa mfano kwenye hii design mimi nasema tutumie Popin. Naweza nikatumia Popin au Montserrat. Kwa hiyo nitatengeneza text box labda kutoka hapo mpaka liishie hapa. Kwa hiyo text box yangu itakuwa hivi. Kwa sasa kinachofuatia nasema naipa heading. Unaweza kama umepewa kwenye brief au kwenye nini. Kwa hiyo nasema hapa withdraw your funds from Smartcast as easy. Naweka kwenye fonti, naipa kwanza rangi ya daki ili iweze kuonekana. Tapunguza font. Nimesema nataka nitumie Popin. Sawa, tumeshamaliza hii. Haya. Hiyo ni heading. Heading nimeshaweka pale. Naenda tena kuangalia picha yangu, bado hajamaliza kudownload. Kwa hiyo kinachofuatia sasa, hii ni sehemu ya heading. Kwa hiyo cha pili kinachofuatia kwenye ile ujumbe, unataka kutuma ujumbe gani? Ukiangalia huku sasa, huyu ana promote service. Headline amekwambia need professional service, order today. Au alternative inasema let's bring your idea to life. Let's bring your idea to life, fupi na inaeleweka. Kwa hiyo hii hapa ndo itakuwa heading yangu. Nitaongezea font hapa kwa sababu ni mistari miwili ambayo ni perfect kabisa. Hapo naweza nikasema niongezee iwe 3. Ni wewe tu, haina sheria moja. Kwa hiyo nitaachilia hapa. Nitasema hapa naachilia. Haya. Picha yangu tayari shamaliza. Nitaichukua hii picha nitaiweka kwenye design. Nitaizoom. Nitaweka picha yangu hapa kwa mfano. Itakuwa hii hapa. Nikishamaliza hapa sasa na kuja kwenye vipengele vya chini hivi ambavyo wamezungumzia services. Services ambazo kuna hizo graphic design, logo design na kedekede. Hapa. Kwa sasa nitaziandikia zile services. Let's bring your idea to life. Alafu inasema service include, na iweka inafuatia hapa chini sasa. Taandika service include, taandika unavyojua wewe. Sasa kitu kingine, hii ni heading na hii ni subtitle au subheading, inaweza ikawa ni zile baada ya heading. Kwa hiyo kuna formula moja ambayo unaweza kutumia 1.816. Yaani unachukua size ya fonti ya heading unagawanya kwa 1.816. Hiyo ni golden ratio rule ambayo inakupa uhalisia wa size kupishana. Kwa hiyo hapa hii size yangu ni 73. Wewe niongezee iwe 72, nipunguze iwe 72. Tuseme 72, 70. Haya. Subheading nataka ziwe na 72 kugawanya kwa 1.816. Unaweza kaweka hapa ikagawanya. Kwa hiyo nikigawanya nitapata haka size. Nitakuja nitaishusha hapa. Naanza kuziname services zangu. Kuna njia nyingi, naweza nikachukua duara nikalisort hapa. Alafu nikachukua, nasema kumbuka branding yetu ina rangi nyekundu na kijani. Kwa hiyo hii hapa nasema iwe kijani. Iwe nyekundu kwa sababu ina nguvu sana. Ukiweka nyekundu kwenye background ina tabia ya kufyonzwa. Kwa hiyo nitaweka nyekundu hapa, lakini pia nitachukua boxi alafu nitalichora. Kwenye hizi service nataka nipate
kwa sababu tuna service kama ngapi hapa. Ukiangalia tuna service kama branding, graphic design. Ngoja tuanze kuziweka kihalisia kabisa. Graphic design hii nayo nikiamua naweza nikatumia golden ratio kupunguza. Hii ilikuwa na 36 point ngapi, nagawanya kwa 1.816. Tapata hapa size kangu ka size hapa. Alafu nakuja kwenye service ya pili naishusha hii hapa. Ya tatu naishusha. Hizi ndo nilikuwa nakwambia zinaitwa snipping. Ukiangalia hapa zinakuonyesha kwamba size ni ambayo space ni 28 pixel. Pixel ndo vile vibox ambavyo nilikuwa nimekuonyesha pale muda ule. Hivi box unaviona maana line 1 2 3 4 5 6 7 ndo nakuonyesha ndo pixel ngapi ambazo umeziacha. Haya, tuziandike hizi chap chap. Haya, umemaliza hapo. Kwa hiyo kinachofuatia sasa, nilikuwa nataka nitengenezee box. Background ninaweka maksudi mwishoni ili nione nani yangu itakaaje. Kwa hiyo naweza nikafanya hivi. Font yangu ndefu ni imeishia hapa. Na font fupi na kwa hiyo cha kufanya pia ni kuangalia hizi font zinaendaje. Ngoja twende hivi. Hii ndio font ndefu. Hii hapa. Kwa kama ni ndefu, let's say naivuta ianzie kwenye hiki hapa. Alafu hii nitaiongeza kidogo kufidia pale. Kufidia space. Alafu nitaipa curve. Hivi ndo ambavyo nimeamua mimi kufanya. Kwa wewe kama ni designer unabidi uwe na maamuzi yako pia. Haya. Hii ndo mimi nimeamua kufanya hivi. Nimelengesha hapo. Alafu nakuja naileta hapa juu na duplicate. Nakuja tena hapa. Inagusa mstari, lazima iguse mstari. Umuhimu wa kutumia guide ndo. Naona kuna muda mwingine inatema igusi ile guide. Kwa hiyo ikitokea situation kama hii, unaweza ka adjust kidogo. Ka adjust hichi kidude kiline kikaja kaa hapa. Hizi mambo zinatokeaga kwa sababu ya hizo pixel. Na hii nayo unaivuta unakuja kushika hapo, na hizi pia hivyo hivyo. Hizi pia hivyo unazivuta. Kwa hiyo sasa kinachofuatia ni kupunguza hizi kulingana na size unayotaka. Kwa mfano naziacha kama zilivyo. Sasa kingine nataka nizilembelembe hizi box. Sasa kama nataka nizilembe, maana inabidi nianze na ya kwanza ili hizi nyingine zisije zikanisumbua. Naipa stroke nyeupe. Alafu fill yake nataka niipe na gradient moja ambayo ina wekundu fulani. Ina wekundu. Alafu na weupe kidogo. Tuipe wekundu ambao umepungua. Umepungua hivi kama kuelekea nyeupe. Na hizi fonti, na hii fonti ngoja niweke nyeupe. Tuone itakaaje. Naangalia design yako. Nadhani zitasomeka. Haya, twende hapa. Twende hapa. Hizi fonti zote nabadilisha rangi kwa mara moja kama unavyoona. Naziweka hapa. Itakuwa hivyo.
Hichi kidoti nilikuwa nataka nitumie kwa ajili ya hizi, lakini nimeona ngoja niachane nacho. Unakuja tena unabidi upangilie kulitegemeana na hizi service ambazo unaziofa. Mfano kama hapa utakuja hivi. Baada ya hapo inasema call to action ambayo ni muhimu sana, inabidi iwe order now. Sasa kwa kuwa umetumia hizi style hapa juu, kitu kingine hapa unabidi uelewe. Ukishatumia hizi style hapa juu, changamoto inakuja kwenye call to action. Call to action lazima ionekane. Sasa hapa tunafanyeje? Tujaribu kwanza kuweka hii hapa call to action. Call to action ambayo nasema ni order now. Nasema order now. Hii ndo call to action. Na itaanzia pale mpaka hapa. Alafu nitaivuta iwe ya duara. Alafu nitaiweka katikati. Hii ndio order now yangu. Kwa hiyo kinachofuatia hapa naipa kidogo nafasi, na hizi hapa nazipa kidogo nafasi ili iweze kuonekana vizuri kabisa. Tutarudia hizi, tutazirudia hivi vidude kwa sababu vijakaa sawa. Na nikiangalia logo haina shida. Naweza nikasema labda niongeze kidogo ukubwa hapa kwenda juu mpaka hapa. Lakini twende na hii kwanza. Nikisema niongeze ukubwa unakuwaje? Zinakuwa kubwa sana. Kwa ngoja tustiki pale pale na formula yetu. Haya, sasa unakuja muda wa kufanya social media na contact information. Kama ni WhatsApp na phone number, kuna njia nyingi. Unaweza kutumia icon. Icon sijui kama nitakuwa nayo hapa. Ngoja niangalie WhatsApp. Nilizifute. Haina shida. Ngoja tu download WhatsApp. WhatsApp icon. Sehemu ambayo unaweza ku download icon inaitwa ni icon. Inaitwaje hii tena? Inaitwa Flatcons. Flatcons ni platform ambayo unaweza ku download icon. Ziko za flat, ziko pia icon za 3D. Kwa hiyo sasa kwenye design yangu jinsi ilivyo, nataka icon. Pia kwenye kuchagua icon unabidi uzingatie. Kama unachagua za rangi, mark zote zitakuwa za rangi. Kama unataka flat, mark zote zinabidi ziwe flat. Kwa hiyo kwa mimi design yangu hii nitachagua flat icon. Flat icon ambayo naichukua mimi hapa. Unabidi uangalie mwenyewe ile ambayo unaipenda, basi utaichukua. Kwa mimi hapa nimeipenda hii hapa. Hii nimeipenda. Kwa hiyo nitai download. Alafu cha pili ni phone. Kuna phone icon. Kwa sababu nimechukua ya duara na ina ndio chukua ya duara. Lazima vitu vilingane. Alafu kuna icon nyingine ya social media. Nitasema Instagram. Nataka icon ya Instagram, pia nitachukua icon yenye uduara. Makusudi nichukua yenye uduara, alafu nitakuja labda nataka na Facebook. Facebook pia nachukua yenye duara makusudi ili kuleta ulingano. Hiyo hapo Facebook. Labda pengine unasema nataka na ya X, nayo nachukua ya duara. Umeiona hapa iko wapi tena, imepotea. Kwa hiyo tunachukua icon zetu hapo, tunazidownload. Baada ya hapo, naenda kwenye folder langu, nakutana na icon zangu zote. Kuna phone, kuna WhatsApp na kuna kila kitu. Kwa hiyo nitazichukua nitaziingiza kwenye software Photoshop. Nitaweka hapa. Sasa hii ndio sehemu ambayo nilisema naweka icon. Nilitenga makusudi, na ndio maana nimechukua icon za duara ili ziweze kunikalia hapa vizuri kabisa. Na hii nayo naweka, hii ni phone.
phone naweka upande wa kushoto, social media naweka upande wa kulia. Hii ni WhatsApp. WhatsApp mbona kama ndani, nataka iguse hapa na hapa. Inakuja X, nagusa pale, nagusa na hapa. Inakuja Facebook, naweka pale. Kwa hiyo sasa natenganisha simu au WhatsApp, naipa gap hii iweze kupumua, na hapa, alafu na hizi kama ilivyo ada, nazipa space ile nimepimisha kwa zinalingana. Hizi nitazileta huku mwishoni, labda naziweka hapa kwanza kwa sasa, na ninaweza nikazilinki. Unakuja kwenye kubonyeza hichi kidude hapa kinaitwa link. Ukibonyeza hizi zote zinakuwa ziko link, kwa ukivuta moja zote zinavutika. Na hapa hivyo nabonyeza link, lakini pia nataka nizifanyie color overlay. Nataka ziwe na rangi nyeupe. Nataka iwe na rangi nyeupe, na hii pia hivyo. Nataka iwe na rangi nyeupe, color overlay white. Okay. Hii imetokea nini tena hapa? Hii X ina majanga. Kuna whitish katikati hapa, kwa hiyo inabidi itoke. Hii white inabidi itoke. Kwa hiyo nakuja nafanya rasterize, alafu naondoa, maana ilikuwa kwenye smart object. Smart object huwezi ukaiedit. Haya, tafanya hivyo. Hii ni kwa ajili ya chap, kwa hiyo unabidi uwe makini. Natoa uweupe kwa kutumia hii tool ya Magic Wand. Nakuja tena na bonyeza color overlay. Kama overlay inapatikana kwenye hizi effects za Photoshop hapa. Kwa hiyo ndio unaweza ukaitumia kufanyia overlay na effect nyingine zozote ambazo unazitaka kwenye design. Na hii nayo the same, unakuja kwenye color overlay, unaweka nyeupe, na hii nayo nataka color overlay nyeupe. Alafu sasa ndio hizi ni namba za simu. Basi naandika hapa namba za simu ambazo ni 0754123456. Nishaandika namba ya simu japo hazionekani. Kwa hiyo kinachofuatia sasa hapa, nataka niweke background ili iweze kuonekana. Nabonyeza rectangular shape, nabonyeza mara moja, afu naandikia kipimo kwa sababu nakijua kipimo. Naweka 1080. Natoa hii, naweka rangi ya kijani. Rangi ya kijani hapa naweka, unaona itakuja kuua hii hapa. Kwa unabidi uelewe namna gani unaweza ka fix. Na ishusha chini kabisa. Alafu kama unavyoona sasa design yetu ndio hii hapa. Nabadilisha rangi kwa sababu imekuwa ngoja. Nimeshapata idea. Naweza nikafanya hivi. Nachukua rectangular shape na naipa box hapa. Hii ni design tu, mbwembwe za design. Naipa box, naipa rangi nyeupe, lakini pia nataka iwe na shape ya curve. Alafu naishusha chini, lakini hii kwa sababu imeshushwa chini, sitaanzia tena mwanzoni. Nitaanzia pembeni kidogo. Naweza nikakadiria somewhere hapa. Space inakuwa kubwa sana kwa sababu ya hizi guide. Kwa hiyo naweza nikaweka hivi, ikakaa sehemu hii hapa, ikawa ina make sense. Na hizi
Hii background inaweza kailock kwa muda mfupi. Kwenye sehemu ya kulock ni manake haitaguswa ukiwa na edit. Tashika hizi, tazivuta kwa chini kidogo. Hii nayo kwa sababu nimeongezea ili boxi. Kwa sababu nimeongezea ili box linabadilisha kidogo mambo. Box langu nalipunguza ukubwa na hizi fonti nazipandisha kidogo hapa. Alafu service nairudisha ilipokuwa. Why not? Nikiweka hapa bado ina make sense. Na hizi nikiziweka hapa zita make sense. Bado zina make sense. Bado zina make sense. Kwa hiyo sasa changamoto iliyokuwepo ni kufix rangi inayoonekana hapo chini. Hizi fonti zinapambana na fonti za heading na sub-heading. Kwa maana hiyo sasa inabidi nizipunguze. Ngoja niweke medium. Haya. Nadhani unaweza kaona kuna fix nyingine hapa inabidi tuifanye ni ya hii hapa logo. Kwa mfano sasa logo imegoma kwenda kwenye ile background na ibadilisha logo. Hii ni mfano. Logo imegoma na nafuta kwa sababu nayo ni ukiona hii feature, ukiona hii icon au alama ujue hiyo ni smart object. Kwa hiyo una rasterize. Alafu ndio unakuwa na uwezo wa kufuta sasa. Kama hivi. Alafu na hii naibadilisha. Hii kwa sababu imekuwa rangi kijani na background ya rangi ya kijani, hapa nasema niipe nyeupe. Kwa hiyo naweza nikasema nikabonyeza brush, nikachukua rangi nyeupe hapa. Nikachukua rangi nyeupe kama hivi, afu nikaisilibia. Kama unavyoona. Yeah. Kwa hiyo tutapata kitu kama hichi. Na pia kama ninataka select hizi hapa. Okay, sio shida. Tafanya hivi. Tazi J alafu nitaweka fill rangi nyeupe. Nadhani umeona hapo. Kwa hiyo nitakuwa na logo yangu ambayo at least sasa inaonekana tofauti na mwanzo. Utaiweka hivyo. Ukishamaliza kuweka hivyo, unarudi tena kwenye design yako. Let's bring your idea to life. Life ni rangi ya kijani. Life ni kijani ni maisha. Kwa unaweka hapo ideas, naweza nikasema nayo naweka kijani. Hii kupendezesha tu. Ni wewe mwenyewe utakavyoamua. Hii nimeamua mimi kuweka. Kwa hiyo nikishamaliza hapo, kitu kinachofuatia sasa, hizi hapa bado sijazipenda zilivyokaa. Tuipe stroke. Stroke inayo, lakini tuongezee point. Imekuwa kubwa, nazipa 1. Nazipa stroke ya 1 na kwenye fill naipa rangi ya kijani. Tuipe rangi ya kijani. Alafu tuone namna gani tunaweza tukacheza na gradient ya rangi ya kijani. Tuone leo takaje hii hapa. Hii imekuwa na 0 na iongezea kidogo. Yeah. Somewhere. Yes. Hapo ina make sense. At least ina make sense. Medium. Let's try regular.
hizi hapo. Hii nayo kama sijaipenda hivi, imekaa sana bold. Sema tuweke bold. Haya, tunakuja kucheza na mwanadada wetu. Hii sasa naipa rangi full nyekundu. Hii ni full nyekundu kwa sababu ni order now, urgent. Tuipe ukubwa unaostahili. Kila kitu kiangalia kipo kwenye grid. Japo hapo naona kama hamna grid, lakini nikichukua hii hapa nikaiweka hapa, zote zinakaa kwenye sehemu yenye grid hadi hizi huku. Kwa hivi ndo unavyotakiwa kuwa, hivi ndo namna grid ambayo inakusaidia kwenye kufanya design zako. Hii namba ya simu nimeweka pale, alafu huku tuseme kwa mfano sasa kwenye social media inaitwa nini? @mybusiness. @mybusiness. Ndo anajiita hivyo kwenye mitandao, biashara yake hiyo. Kingine cha kuangalia chap chap, nataka nivute hii kae kwa juu kidogo, toe space hapo chini. Naipa space huku juu, naipa na space huku chini. Nadhani unaona. Sasa tukija kwa mdada, tumfanyeje? Tumpe shadow, drop shadow. Hii shadow yake itokezee kwa huko nje kidogo, lakini hii shadow inabidi kidogo nyeusi, alafu tuipe spread, yani spread kwa size kubwa hii hapa, somewhere there, ili kuonyesha depth kwamba hajakaa tu hivi hivi. Japo huku sijapenda, naweza nikaitoa nikamduplicate. Huyu hapa nimduplicate. Ngani fiche hii. Na ficha hii hapa ili kwa jaka vizuri. Ya huku naweza nikaiacha. Sio mbaya, ngoja tuiache. Haya, bado nini? Ukiangalia hapa picha yetu inakosa depth. Depth manake ni muonekano fulani hivi. Ngoja nichukue duara. Tuchukue duara hapa. Tupige la kijani. Tuipe kijani. Alafu tulipe mpaka hapa chini. Alafu nachokifanya sasa, najaribu kuipa kitu cha tofauti. Naenda kwenye filter, naipa blur, naipa Gaussian blur. Naipa kwa hiyo, naiongezea blur. Alafu naweza nikaamua nikaipunguzia ukubwa kidogo somewhere pale, alafu nitaiachia. Nitaichukua tena na hii nitaileta huko chini, popote pale ambapo unajisikia wewe. Nahisi kuna kitu kina missing. Nipunguze rangi. Nachora tena box nyingine. Naipa rangi nyeupe. Hii ni simple design. Naipa rangi nyeupe pia. Alafu naiwekea labda hapa kwa ukubwa uliokamilika. Naiwekea labda hapa, alafu naipunguzia opacity, yani ikionekane kwa mbali.
kuipa depth design yangu, na hapa napo hivyo hivyo kwa chini huku, ili ipate depth fulani hivi, na huku naiongezea depth, naivuta mpaka hapa, labda kwa mfano hapa kwa nyuma yake, kitu kama hicho. Kwa utaangalia hapo. Kingine labda naweza nikaishusha hii chini kidogo ili zisiwe cluttered, kutoa space sehemu hii hapa na sehemu ya chini. Tufanye hivi, alafu ikae katikati hapo katikati. Kwa design yetu, kwa kuzingatia hivyo vitu, inakosa kitu kimoja tu. Huku chini hizi icon zinafichwa na mwanadada. Kwa hiyo naweza nikaweka boxi, alafu nikalipa gradient, nikaisema nataka gradient rangi hii hapa nyeusi, tukakoleza nyeusi hapa, alafu na huku juu iko nyeusi, iko nyeusi, lakini opacity yake naipa mpaka 0. Kwa nikikuza hapa kidogo, naishusha chini mpaka kwenye sehemu zenye icon, zinamficha tu dada huyo kidogo, basi kama hivi. Kwa nikitoa hizi grid na hii hapa na hii hapa na hii hapa, kwa design yetu itakuwa kimtindo huu. Design simple ambayo inaeleweka, ina serve the purpose. Unaweza kutumia hii, sio lazima mpaka utumie zile za template. Kwa hiyo hivi ndo namna ambavyo unaweza kutumia kutengeneza design yako. Kila kitu kimepangiliwa kwenye sehemu ambayo inahitajika. Hii ndo njia pekee ambayo unaweza kufanya pia kwa design zako. Sasa kitu kinachofuata cha mwisho ni namna gani unaweza uka export hii picha. Unaweza kusema umetengeneza picha yako nzuri kama hivi, lakini mwisho wa siku una export vibaya. Sasa kwenye ku export utakuja hapa file, utaenda kwenye ku export. Bado sija kupitisha kwenye sehemu moja. Ngoja nijaribu, japo nilitamani hii kitu nikufundishe baadaye, lakini ngoja tufanye kidogo. Naitengeneza kama smart object kama unavyoona hapa, imetokea kama smart object. Kwa hiyo tunakuja kwenye filter, naenda kwenye camera raw, background nimeifunga, kwa hiyo nimeikosa. Kwa hapa nakuja tena na select all, nazienda kwenye panel, create smart object, kuja kwenye filter na kuja kwenye camera filter raw filter, naongeza kidogo kubwa ili uweze kuona kitu ambacho kitatokea hapa. Kwa hiyo sasa nataka niipe grains fulani, ionekane na grains, afu niipe sharpening. Umeona kama kitu kinabadilika hapa, unaona hii picha inavyobadilika. Kifanya hivyo na kuwa iko sharp, alafu nakuja nasema naiongezea na nini, na grains kidogo, alafu nakuja na clarity kidogo, sio sana. Nataka niipe kitu kama hicho, grains kidogo ongeza. Texture. Yes. Kwa hiyo nakuja na iset. Kwa mwisho wa siku nitapata kitu kama hichi. Alafu ninaweza nikaenda kwenye ku export sasa. Alafu nachagua ile design ambayo nimeichukua. Nasema naipa sharp. Alafu na export. Na set sehemu ambayo naitaka.
nakuwa nimemaliza kazi yangu kama designer. Sasa hapo kazi yako inakuwa iko clean, iko professional na inaweza ikatumwa. Hizi grains nimeziweka tu kama unataka, pia sio lazima uweke, lakini unaweza ukaziweka ikaonyesha kidogo utofauti fulani. Kwa design yetu ndio hii hapo. Ukiangalia ni simple design lakini inaleta maana halisia. Kwa kuanzia leo sitataka kuona unatengeneza vitu vya ovyo. Sasa hivi nitakuwa na series ambayo naelekeza namna gani unaweza ukatengeneza poster, na tutakuwa tunafanya kwa pamoja ili uweze kujifunza na wewe kuwa una master vitu. Kwa hiyo kama umeipenda hii, follow, like hapo chini, pia share kwa mwingine na comment yako, labda unataka nini unataka nini kingine tujifunze zaidi hapo baadaye. Usisahau kuangalia video inayokuja. Mambo yanazidi kuwa moto. Karibu sana. Muuza chai.